Sikilizeni niwaambieni, habari ya kuweka dini kuwa mzigo sio mpango wa Mungu. Sasa ndugu yangu, kama unateseka hapa duniani, hivi mbinguni kweli utaenda kwa staili hiyo kweli? Yani mtu amehuzunika, ukimuuliza sema kwa kweli shetani anashambulia sana. Shetani ndio anashambulia sana, lakini aliye ndani yetu ni mkuu kuliko wao. Hivyo ndivyo ilivyo. Ndio, sikatai matatizo yapo, lakini focus kwa Kristo kuliko kufocus kwa matatizo. Kwa kutazama unabadilishwa. Unachokitazama utafanana na hicho kitu. Mimi sikujua, natoa hili tu kwa ajili ya kufundishia. Sina nia nyingine yote ndani ya moyo wangu, Mungu ni shahidi. Nilikuwa nachunga pale Dodoma. Tulikuwa tuna shule moja iko pale nje. Binti moja wa Kiislamu alikuwa anafanya kazi pale ndani kwenye ile shule. Mimi sikujua kwamba kumbe ile nakuja ofisini na hudumia watu wanaondoka, yeye ana monitor kila wakati. Mwishoni amemaliza muda wake anaondoka. Akaja na baibu yake mpaka pale ofisini, anasema mchungaji, ninaondoka, lakini natamani kuambia neno moja kabla sijaondoka. Akamwambia sawa. Anasema tangu niji hapa kwenye kanisa lenu kufanya kazi, ninakuona unakuja unapaki gari hapo, unaingia unahudumia watu humu ndani. Hakuna siku hata moja nimekuona umenuna au una msongo. Siri ni nini? Nikamwambia Yesu. Akasema hapana. Nikamwambia Yesu. Hapana pastor, kuna kitu cha ziada. Nikamwambia hakipo. Sio kwamba sina matatizo, ila nimeamua, haleluya, nitafocus kwa Kristo peke yake. Ukimtazama Yesu matatizo yanayeyuka.